Bwana mjuzi, najua wengi tumezoea kuitumia ChatGPT ama OpenAI. Sasa leo nataka nikwambie kuhusiana na DeepSeek R1, na mwisho wa siku wewe utaweza kuamua kati ya ChatGPT ama DeepSeek R1 ipi kwako ni bora. Lakini acha nikwambie kuhusiana na DeepSeek R1 ambayo watu wengi hawaifahamu kutokana na ChatGPT tayari imekwisha take over kwenye matumizi ya watu wengi. Sasa leo kupitia ujuzi kazi nimeamua kukujuza kwa kina kuhusu akili bandia ijulikanayo kwa jina la DeepSeek R1. Maana hii ni akili bandia ya kisasa zaidi ambayo ilianzishwa na kampuni ya Kichina ya DeepSeek na inajulikana kwa uwezo wake wa kipekee wa kufikiria na kutatua matatizo kwa kina zaidi kuliko AI zingine. Lakini DeepSeek ni akili ya bandia ya kwanza yenye kufanya maamuzi kwa ufanisi ambayo imejengwa kwa kutumia mbinu ya kujifunza kwa nguvu, yani reinforcement learning, na imejikita zaidi katika kutoa majibu sahihi na ya kina katika masuala mbalimbali kama vile hisabati, programming na utafiti wa kisayansi. Na moja ya maajabu ya DeepSeek R1 ni uwezo wake mkubwa wa kufikiria kwa hatua, na hii inamaanisha kwamba wakati unapoiomba msaada DeepSeek R1, aina hii ya akili bandia haitoi tu jibu moja, bali inachambua tatizo na kutoa maelezo ya kina na hatua unaweza kuichukua. Kwa mfano, ikiwa umeuliza kuhusiana na jinsi ya kuongeza bajeti ya elimu na mambo mengine kama hayo, DeepSeek R1 itaanza kwa kueleza umuhimu wa elimu, kisha itachambua rasilimali zilizopo na hatimaye itatoa pendekezo la jinsi ya kugawa fedha hizo kwa ufanisi. Aidha, DeepSeek R1 ina uwezo wa kujifunza kutokana na makosa ambayo yanaweza kutokea na inaboresha majibu yake kadri ambavyo inapata maelezo zaidi kutoka kwenye maswali na majibu ambayo unaiuliza ama watu wengine wanauliza. Pia wanaweza kujifunza kutokana na hayo majibu ama makosa ambayo wanakuwa wanayafanya. Sasa hii DeepSeek R1 pia inajulikana kwa ufanisi wake wa kiuchumi. Inatoa huduma za hali ya juu kwa gharama nafuu sana ukitofautisha na akili bandia zingine maarufu kama vile OpenAI. Kwa kutumia mbinu ya chain of thought, inatoa majibu ya kina na ya kueleweka huku ikijifunza na kuboresha uwezo wake kila siku. Hata hivyo, kuna hasara na changamoto ambazo unaweza ukazipata kutoka kwenye hii DeepSeek R1 kama ambavyo unaweza ukazipata kwenye AI zingine. Moja ya matatizo makubwa ni kiwango cha hallucination, yani hapa ni ujuzi kazi. Tunamaanisha kwamba akili hii bandia inaweza kutoa majibu yasiyo sahihi au yasiyo na msingi wowote ule, au kutoa taarifa ambazo hazina ukweli au msingi wowote, kama vile ambavyo inaweza kutoa taarifa zisizo sahihi au zisizohusiana na swali ambalo umeuliza. Changamoto hiyo pia unaweza uka-experience kwenye DeepSeek R1. Utafiti pia umeonyesha kwa kiwango cha hallucination cha DeepSeek R1 ni cha juu zaidi ikilinganisha na akili bandia zingine, jambo ambalo linaweza kuathiri uaminifu wa majibu yake. Sasa wewe kama umewahi kutumia DeepSeek lakini pia umewahi kutumia AI ya ChatGPT, unaweza ukatuachia kwenye comment hapo, kwako ipi ni bora, DeepSeek R1 ama ChatGPT ya OpenAI? Tuandikie comment yako, tuandikie maoni yako hapo. Meneto Laurent Final, elimu hii imeandaliwa na Taji Nzogela, wote kutoka Ujuzi Kazi. Tufuatilie kwenye mitandao yetu kijamii kwenye Instagram, Facebook, X, lakini pia tuko TikTok kwa jina moja tu la Ujuzi Kazi. Asante, mpaka wakati mwingine, hakikisha pia una subscribe kwenye channel yetu ya YouTube.